Na inawezekana unasimama hapa unaonekana ulikuwa unakuwa wa 10 kati ya wanafunzi 100. Labda ulishawahi kuwa wa mwisho. Labda ulishawahi kuwa katikati. Na watu wakakufuata wakakunyamazisha. Akageuka akakwambia, binti yangu, jipe moyo mkuu. Kwa sababu kwake hakuna kilicho kigumu. Nakumbuka nimeenda sekondari Kibaha. Wiki ya kwanza nikachaguliwa kuwa katibu wa tawi la Kibaha sekondari. Kwa baba sio kuchagua katibu tawi. Mwenyekiti wangu namkumbuka jina, sasa jamaa sikenda wapi. Alikwenda kwa daktari, lakini wale watu tunapotezana maishani. Kumbe sasa mwenyekiti ningemkaribisha pale kijijini kwa hapa tuchome nyama si yuko. Alikuwa anaitwa Charles Mzee. Mira. Sio namfahamu. Atakuwa ndugu yangu. Alikuwa anaitwa Charles Mzee, ndio alikuwa mwenyekiti. Mkutano unaofuata nikachaguliwa kuwa katibu wa UKWATA Dar es Salaam na Pwani katika mkutano mwingine. Tuendelea na tulikuwa tunasoma. Tunapambana na shule balaa, tunasoma kweli kweli. Na Kibaha pale akatokea mtu akasema bwana haiwezekani ama viongozi wa UKWATA kwa sababu UKWATA na fellowship wanafeli. Lazima kiongozi wa UKWATA akifaulu division ngapi? Akijaliwa kiongozi wa UKWATA lazima division 3. Haya tukapambana. Mtihani ukafika. Na nakumbuka kati ya hapo sisi nilikuwa mkutano nchi gani nikae. Mtihani ukafika wa 4-4. Sasa nikaona watu wakianza kunenea mabaya, Biblia inasema wawahi wale watu, nenda jinenee mwenyewe mazuri na jinenee mbele yao. Hata nilipokuwa kwa nilipenda kuondoka, hata simuongea maneno mengi. Chana na lisa, hii ndio nataka nikwambie. Kuna watu wanapanga bwana kukunenea mabaya, umetoka kijiji gani, si umesoma shule gani ya Gata, si umefanya nini? Wanakuwahi, wanakuambia watu wa namna hiyo, watu wa mkoa hiyo, watu wa kabila hiyo, kazi yao huwa hizi. Unawahi, unajinenea mwenyewe mazuri. Kuna wimbo fulani uko kwenye mitandao unasema speak blessings, ndio? Yaani kwa ufupi jinenee, wewe mwenyewe jinenee mazuri. Jiangalie kwenye kioo, mwangalie yule mtu, wanasema man in the mirror. Nenda kwenye kioo, jiangalie kwenye kioo, mwambie yule mtu kwenye kioo, wewe ndio mtu muhimu kuliko wote duniani. Wewe ndio unataka ubarikiwe, ukibarikiwa utabarikiwa ndugu zangu. Wewe the man in the mirror. Haijalishi hata cheo chako, kwa sababu watu hii macheo watu ni safari tu tunapita. Hapo ulipo utakuwepo kesho, usijali. Mnenee huyo mtu mema. So nikaenda Kibaha sekondari. Watu wanasema viongozi wote wa UKWATA huwa wanafeli. Na mimi sikuwa najua kwa nini wanasema, kwa sababu kwa kweli nilikuwa najaribu niko tu vizuri. So nikaenda mkutano wa UKWATA nikamwambia mimi ndio katibu wa UKWATA na nikawa mwenyekiti, mimi mwenyekiti, jamani tusome. Kama mnavyojua mwenyekiti mimi nitapata division 1, sijui ndugu zangu na onaje. Watu wanasema jamani najiamini. Tukaenda kwenye mtihani tukaufanya Kibaha wala sio mbali. Lazaro division 1. Nikamaliza UKWATA wakati ule nilikuwa nikasema nataka niachane na hizi shule za serikali nikasoma shule za kanisa. Baba askofu nikwambie nikaenda Morogoro Junior Seminary. Nikaenda bwana nikakusoma shule ya kanisa. Na nikiongoza UKWATA wakati uko mgumu sio kama askofu sasa hivi. Sasa si yule mmoja mchungaji sikuwa na nani. Nikaenda Arusha, diocese ya iko diocese ya Arusha. Nikaenda Morogoro, nikasema lazima nisome hiyo shule. So nikajipeleka. Nikamwambia bwana sikilize mimi na division 1 ni Mluchei na nimekuwa katibu wa UKWATA Dar. Nataka nisome Morogoro Junior Seminary. Mwalimu mmoja akanikaribisha nyumbani kwake wiki nzima. Nikawekwa waiting list. Sasa hiyo siku ya mwisho nikaona jamaa walikuwa na division 3 wapo, division 2 wanasoma, mimi wamenipa waiting list. Siku ya Jumamosi nakumbuka nimeamka asubuhi ile saa 11, kitu kaniambia ndani ondoka, achana na issue. Achana na hawa hoteli, achana na issue. Saa 12 nikapelekewa taarifa umekubaliwa kusoma Lutheran Junior Seminary. Saa moja iliyopita nishaamua kuondoka.
Wao nafikiri ningempigia nani kura kati hizo mbili? Speak less to you. Kwa hiyo mie sana naletea, mimi nimekaa wiki. Mkaniletea mnanipokea. Mimi saa moja nishaamua kuacha. Kwa nini kaachana nao? Nikamwambia sisi vijana hapa naondoka. Serikali walikuwa wamenipa iboro. Na nikawa nimechelewa wiki 3 kwa sababu ya kutaka nisome na Waluteri. Waluteri wale wa kwangu wakanikataa. Dakika ya mwisho wakanipa na asiko kwa raje kuna siasa wa mwingine huko. Labda tuendelea. Kwa ufupi nikaenda Ilboro. Walikuwa wameahirisha kuchagua mwenyekiti wa UPATA mpaka nifike. Si kitu gani kilikuwepo wakati huo. So nikafika Ilboro wakaniambia bwana afadhali umekuja. Wakachagua mwenyekiti wa UPATA siku hiyo na mimi ndio nikachaguliwa. Baba Askofu wa Arusha Hota akawa katibu wangu. Sasa na wale jamaa wakawa na mimi nitajaliwa kwenda kwenye waskofu. Huku ni parefu, huku ni parefu sana. Lakini nataka nimalizie tu kitu kimoja. So tukaenda Moshi, nikiwa mwenyekiti wa baadaye kama mwenyekiti wa mkoa wa Arusha. Tukaenda Moshi. Nikiwa pale Arusha na nishakuwa rais wa UPATA. Mwalimu akatangaza kwenye siku baraza wanafunzi wote wanafunzi. Mwalimu akatangaza akasema tuna watu wanapenda sana dini, kila saa maombi. Kuna Mkenya mmoja ameimba wimbo anasema na iwe maombi. Ushasikia? Na iwe maombi, na iwe. Akasema sasa huyu Lazaro Nyalango na wahakikishia atapata 0. Sasa mwalimu anatangazia kabisa. Na nimepita kidogo mitiani katika maisha yangu. Lakini alimemba hii nasema kwa sababu naongea na wanafunzi. Mwalimu akatangaza kwenye baraza akasema Lazaro atapata 0. Nikasema mwalimu anijui. So na mimi nikaitisha mkutano wa UPATA. Nikamwomba baba askofu marehemu Laiza aje atufundishe neno na Laiza akaja. Sikilizeni, katika maisha lazima uwe mganga kidogo. Lazima uwe tough. Lazima muangalie mtu katika kioo, umwambie Mungu wako anamiliki. Lazima uwe chuma kwa sababu Mungu ameweka ujasiri ndani yako. Akageuka akamwambia yule binti yangu, ewe binti yangu, jipe moyo mkuu. Na mimi formula moja ambayo imenisaidia maisha mpaka sasa, nilikuwa sipendi sasa hivi, sitakaa nipende mtu yeyote atakayenenea chini. Nikisema yeyote na maana yeyote tuaishie mwanadamu, nitamjibu. Kwa hiyo huyo alikuwa ni makamu mkuu wa chuo. Second master kama wewe ameenda kwenye siku baraza akatangaza mwanafunzi mmoja tafadhali. Mwanafunzi mmoja ni mimi. Na nilikuwa mwenyekiti wa UPATA wa mkoa na rais. Kaisha kutana. Alipokuja baskofu wakati na kusidana nimkaribishe. Mimi nikamwambia baskofu bwana na habari ya kukupa. Nikamwambia mimi naitwa Lazaro na walikuwa watu Nyalango Samuel. Mimi naitwa Lazaro Samuel, natoka kule Kahama. Sisi kule kwetu nakumbuka maneno naambia askofu hatukusoma chekechea. Lakini baba askofu kwa kweli nimesoma chekechea. Ningepata heshima. Nikamwambia tumeenda kufanya mtihani form 2 Kibaha. Walituambia tu tumefaulu. Hawakutuambia tumefaulu kiasi gani. Nikamwambia baba askofu wangetoa max, mimi ningepata division hii. Nikamwambia Kibaha nimemaliza ningepata division hii. Nikamwambia juzi hapa kuna mwalimu wako mmoja na yeye tunamwalika yuko hapa. Second master alikuwa hapa. Nikamwambia kuna mtu mmoja tumwalika yuko hapa akaita baraza na wanafunzi wote wapo. Akatangaza akasema Lazaro atapata division 0. Mimi naomba kama bwana Yeshua nikwambie wewe baskofu, lakini kupitia wewe niwaambie wote mnaonisikiliza, kwanza sijapata division 0 wala 3. Nikamwambia mimi hata division 1. Mtangazie yule unayemuona makubwa, lazima ukiri ushindi. Ni jambo kubwa sana, watu hawaelewi kwa sababu Mungu anatenda juu ya yale maneno katika namna pekee. So tukaingia kwenye mtihani. Na naomba nimalizie hii story kwa sababu sisemaji mara nyingi. Sasa baada ya kusema hivyo, bwana second master akaenda kukaa na headmaster. Wakasema huyu Lazaro lazima tumnyooshe, hana adabu, anasemaje mbele ya askofu?
na tunataka kweli apate division 0. So wakasema akafa Askofu Koro. Askofu aliyekuwa mkuu wa kanisa. Ukiwa askofu, ukiwa rais, si lazima uende Tanga kumzika. Nikaomba ruhusa. Nikaambiwa tumekuruhusu, nenda uje saa 12. Sasa mwanafunzi huna gani? Sawa. Unadandia lift za watu. Mimi bwana nikaja shuleni saa 2:30 usiku. Nikakuta wameweka wanafunzi kila mahali, yani atakapokuja waandike nimefika saa ngapi. Kwa kweli kama nimekosa, nimepatikana kosa la kuchelewa masaa mangapi kutoka msibani. Kwa hiyo kifanya watu akasema bwana huyu aje. So nikaitwa kwa mwalimu. Huku ni headmaster, huku ni second master, na hapa kulikuwa na secretary wawili. Na kumbuka mmoja alikuwa Mnyaturu, yes kwa wapi. Nimeingia kwa second master nikakuta ameweka viboko this much vingi. Akaniambia unazarau mwalimu. Nikamwambia mwalimu kuna shida gani? Bwana kwa jamaa alinipiga. Unajua katika maisha yangu nimepigwa mara hii. Na nimepigwa na mtu huyu yeye. Yaani sije kupigwa nyumbani, baada ya pale sije kupigwa, lakini kiko nakijua. Ashapiga hoja baba. Akafunga mlango, akaweka kufuli mkono. Akachukua vile kiboko. Yule jamaa bwana alinicharaza. Sasa kama ukipigana na mwalimu unajua wafukuzi. Na mtihani unaanza Jumatatu. Au mtihani kwa bakiza wiki moja. Yule jamaa akanipiga mpaka kiboko kikaisha. Sikulia lakini shati lilisha kabisa na huko nikawa nimetoka damu. Aliponiambia toka, masaka kule wanalia. Wapi yani wanalia kilio. What the heck? Sasa alichofanya nilie, huyu mwalimu akaniambia okote viboko vyote nenda kabisa. Lile jambo liliniumiza sana, sijasahau. So nikaviokota vile viboko. Badala ya kwenda kuvitupa, nikaenda chumba cha staff, nikaenda kukaa chini katikati. Ndio nikaanza kulia. Walimu wote waliokuwa wanakuja waliondoka. Wote waliondoka. Jumatatu imebaki wiki moja ndio mtihani ufanyike. Baada alikuwa determined kuhakikisha kwamba lazima lile neno alilotangaza ni fair, na mimi nikatangaza sitafanya nini? Sitafanya. Jumatatu nikapewa adhabu official kwamba nimechelewa na nimekuwa na kiburi, niliruhusiwa nikaja saa 2 usiku. Kwa hiyo Jumatatu nikapewa adhabu ya kulima barabara. So watu wote wanajua Iboro, hiyo ni story kubwa sana kwa watu wanaokaa Arusha. Mtu yote anajua Iboro, nilipewa adhabu ya kulima kuanzia pale shuleni kuteremka mpaka huko Sanawari. Unailima kama contractor, yani barabara ulowe mashimo tekeleze nini. Mimi kama kulima kwa nikaachana na kusoma. Mimi nikaendelea kuilima, nini kalima. Sasa watu wote wanaopita rais huko analima barabara. Wanalia saa 6 anakuja kirani, ananichukua bwana twende ukali, ananirudisha nikalime barabara. Askofu shajua history. Sio ndio tunaimalizia. So nikalima barabara kwa siku 6. Kwa sikusoma kabisa. Sikusoma kabisa. Jumamosi ndio nikaambiwa adhabu yako imefanya nini? Imeisha. Jumatatu yake ndio tunaanza national exams za form 6. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa upata wa Arusha, nilikuwa mwenyekiti wa upata wa Iboro, nilikuwa rais wa upata wa Tanzania. Kwa kama ni heshima nilikuwa nayo. Kwa watu wote wakipita bwana wanaanza kulia au wanatazama upande wa pili. So kilichotokea nikaamua hiyo Jumamosi nitapumzika, sikusoma. Jumapili nikataka nisome lakini kulikuwa na shida. Sisi kila shule tunajua na wenzenu, sisi Iboro tulikuwa na wanafunzi wa Weruweru, shule ya wasichana. Weruweru bwana wakaongea wote wale uko wanapata, akasema yeye rais upata huyo shida sana, amepigwa adhabu atapata division 0. Wanaongea kabisa kutoleana shuhuda. Alikuwa na akili lakini tumeambiwa na fail. Hajasoma kabisa. So nikaamua Jumapili nikapanga kama rais wa upata kwenda kutembelea wapi? Weruweru. So nikaenda Weruweru. Na nafikiri hiyo ndio sema roho ya comedy ya. Nikusoma kabisa. Nikaenda Weruweru sekondari. Akamwambia yule binti jipe moyo. So nilipofika Weruweru sekondari ya wasichana maarufu sana wakati ule.
Wanaokota watu walishtuka kuniona, kila mtu ameshtuka, nikakaribishwa. Ukiwa rais wewe ndio utaongea. Kwa hiyo alikuwa ongea akaweka pembeni, akaambia bwana wewe utaongea. Mimi kwenye mazungumzo askofu database nilikuwa na mambo machache tu, wakanikaribisha hapa. Nikawaambia wanaokota hapa nimekuja kwa sababu nimesikia kuna baadhi yenu mnanisema huku, mnanisema kwamba tapata division 0. Nimekuja kuwatangazia mimi siwezi kupata division 0, napata division 1. Naomba hilo mlisikie, na nitaka alikuwa posta principal mwalimu mkuu alikuja nimesikia na kwenda. Nikamwambia mwalimu mkuu alikuwa anatoa mama nani maarufu. Nikamwambia mama headmistress, naomba nikwambie wewe na wanafunzi wako, mimi hapa tazameni vizuri. Mchezo utaanza kesho, mimi nitapata division 1. Lakini la pili na la mwisho, kwa kuwa kuna watu wameninenea maneno ambayo sio, basi yafuatayo yatatokea. Nikamwambia mimi nikipata division 1, ninyi wote mnaonisikiliza hapa atakayefaulu sana ataanza division 2. Yaani hakuna atakayepata division 1, ataanza division 2. Unajua walishtuka shule nzima, na sikumbuki wala sijui ni nini kilifanya kwa yale maneno. Nikamwambia nikipata mimi division 2 nyie mtaanza na 3. Nikipata division 3 nyie wote mtaanza na 4, na nikipata 4 nyie wote mtapata 0. Kwa hiyo usome. Nikaingia kwenye yale ndoto. Wewe sekondari. Baba askofu tulikwenda kufanya mtihani. Mimi nilikuwa na division 1 iliyonyooka, sio mashaka yote. By the time namaliza mtihani, nimemaliza tu mtihani, nilikuwa na mkutano wa kwenda kuhutubia Rio de Janeiro, Brazil. Nimemaliza kutoa hotuba Brazil, nikaanza kutoa hotuba Cincinnati, Wisconsin, nikaenda kuhutubia maaskofu wote wa kanisa la Kiinjili la Marekani. Nilipomaliza hiyo hotuba, akaja askofu wa Chicago, alikuwa mweusi, akaja mkuu wa shule moja inaitwa Waldorf, na mwingine moja. Nikapata scholarship 3. Kila mtu aliniambia twende moja kwa moja ukaingie ukaanze sekondari, ukaanze chuo kikuu, tunakupa scholarship. Kumbuka matokeo ya form 6 hajatoka. Nimemaliza kuhutubia hawa jamaa maaskofu wote. Mungu akitaka kukubariki. Mwimbaji mmoja wa Kenya alisema hata kama baskeli huna, majirani watashangaa. Akamtazama yule binti, akamwambia binti yangu usiogope. Akamwambia binti yangu jipe moyo mkuu. Nimemaliza pale, nikamwambia nashukuru, naenda Arusha. KKT wakanipa cheo cha kuwa katibu wa kwanza wa vijana, deski la vijana, ndio mimi nilianzisha. Kwa kidogo kwenye dini yako nipo deski la vijana wa KKT Tanzania nililianzisha mimi, tukiwa na kina Mwalimu Goha akiwa katibu mkuu. So nimefika, by the time ninamaliza mimi kwa scholarship sana arudi, matokeo yangu yalitoka kwa sababu KKT nienda siku moja kwa sababu nilikuwa na safari mengi. Matokeo yangu yaliliki Tanzania nzima kwa sababu watu walikuwa wanazungumza sana, rais walikuwa wanafahamika. So Tanzania nzima matokeo hayajatoka, lakini wale waliokuwa wamesafisha wanajua. Kwa hiyo ilibovu akajua matokeo tunasubiri, lakini Lazaro Nyalalo amepata division 1. Nikatoka pale, nikaondoka nikaenda Amerika, nikaenda kuchaguliwa kwa katibu mkuu wa jumuiya ya wanafunzi ya Amerika ya Kaskazini. So nikawa katibu mkuu wa Marekani na Canada na Mexico. Kwa hiyo ukiona vinaelea, vinaundwa, ninakutana na watu wengine hapa, wanasema hivi jamaa, ninawajua watu wengi sana, nimekaa CIA, nimejua watu wengi. Sikiliza nikwambie, Biblia inasema nini? Mashahidi wa siri za mbinguni. Na Mungu akitaka kukuheshimisha, cha kwanza anakuketisha na wakubwa. Kuanzia hapa kwa safari ya maisha yangu kubwa kuliko yote imepita katika huu ukwata. Mshuhuda wangu ambao nilimwambia hata kwa askofu, na nimemwambia leo, hakuna hata mchungaji ashasikia hii story, nimeamua tukisema leo. Imetokea katika hili kanisa, katika huu ukwata, katika huu unyenyekevu na kupambana na maisha. Nitaka niseme tu kwamba Yesu alipokuwa ametazama upande huu, akageuza kichwa, akamwambia binti yangu, jipe moyo.